Kipindi hiki cha Mimi na Tanzania kinaletwa kwenu na Salolin, Color Your World, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi, pamoja na taulo za HC, ushindi wa kila mwanamke. When it's gotta be cool blue, Salolin will make it true. When it's gotta be juicy orange, Salolin will have that range. But when it's gotta be dazzling gold, Salolin will make it strong and bold. There is only one paint that won't let you down, to make your world what you want it to be. It's gotta be Salolin, Salolin, Color Your World. Labda niulize, ni nini siri ya kujistiri kama mwanamke? Mona, embu tuambie. Siri kubwa ya kujistiri kama mwanamke ni kuvaa mavazi yenye heshima. Vizuri sana. Sasa leo nina siri kubwa zaidi. Hii ni pedi ya Human Cherish au HC. Inakuja kwa size tofauti tofauti kulingana na mahitaji. Ni pedi inayokufanya ufurahie uhuru wako kama mwanamke, kwani inakaa vizuri na ina wembamba fulani hivi amazing. Na cha kushangaza zaidi, HC ina ubaridi wa kuburudisha, iliyotengenezwa kwa pamba kwa 100%, inayowezesha kufyonza unyevu wote kwa haraka na kwa wingi. Pia haivujishi, haichubui, haina muwasho, inakuweka mkavu wakati wote. Hivyo huna sababu ya kubadili mara kwa mara, na ina harufu nzuri ya jani la mchaichai ambayo itakufanya ujisikie fresh siku nzima. Hata ukiwa nyumbani, mazoezini, utajisikia kuwa huru, kwani HC Ped ndiye mama wa pedi zote ulizowahi kutumia. Kweli, HC Ped ni ushindi wa kila mwanamke. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha Mimi na Tanzania. Siku ya leo tukiwa nje ya studio jijini Dar es Salaam kuja kuzungumza na ofisi hii ya mpango wa taifa damu salama Tanzania, na ambapo pia ni ofisi ya kanda ya Mashariki, na tunapenda kujua utaratibu wanazotumia kupata damu, ambapo Tanzania imekuwa ni moja ya nchi zimekuwa zikiwa bado na upungufu wa damu katika mabenki mbalimbali na katika hospitali mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, ongozana nasi tuweze kujua mafanikio yao, changamoto zao na maendeleo ya kuendelea kupata damu kutoka kwa wananchi. Na nini basi nyie kama watazamaji muweze kuchangia nchi hii, kuchangia Watanzania wengine katika kuondoa janga la uhaba wa damu nchini Tanzania. Kipindi ni Mimi na Tanzania, niko naye Sam Sewando na Kim Magawa. Naitwa Hoistem, ongozana nami. Asante, naitwa Hoistem. Naitwa Disteria. Karibu, asante sana. Naitwa Hoistem. Naitwa Judith. Asante sana. Mtazamaji, kama unavyoona hapa sasa ndio sehemu ya mapokezi, na tumekwisha pokelewa na wahusika wa kipindi hiki. Tusizifanye vurugu kuwa ndio chakula chetu. Mpenzi mtazamaji, nimekwisha fanya vipimo vya mwanzo na kujiandikisha. Sasa nakwenda kupimwa wingi wa damu na kupata ushauri na saha kabla ya kwenda kutoa damu yangu. Ongozana nami tuendelee kujifunza. Mpenzi mtazamaji, nimekwisha fika nje ya chumba cha ushauri na upimaji wa wingi wa damu, na ninasubiri kama mteja mwingine kusudi mteja aliyeko ndani atoke na mimi niweze kuingia. Ingia. Asante sana mtazamaji, nimekwisha ingia kwenye chumba cha mshauri na kupima damu, na wanapima damu yangu kama inatosha kuweza kuchangia damu. Huu ndio ule wakati wa ukweli. Kwa kweli mimi ni muoga sana, lakini kwa sababu tunaamini kutoa ni moyo na tunaenda kutibu kwa kumsaidia Mtanzania mwingine, basi inabidi tufanye hivyo. Lakini hapa wakishatoa damu ndo tunajua kama damu yangu inatosha kutoa ama haitoshi kabisa.
Mtazamaji anapima sasa, na nimeambiwa damu yangu ni kidogo kwa sababu imekwenda juu. Kwa hiyo ingeshuka chini ningeweza kupima. Kwa hiyo ni bahati mbaya. Tarudi kwa sababu sisi ni wachangiaji, lakini sasa tukaone watu wengine wanavyoenda kutoa damu na kuweza kupata maswali mengi. Asante sana. Ni bahati mbaya mpenzi mtazamaji, damu imekuwa kidogo, na nikubali labda nikiri mwenyewe sikula vizuri asubuhi wakati natoka. Hiyo ni namba 1, lakini labda kuna vingine ambao vinachangia, lakini sio mbaya. Tayari nitajaribu tena. Mimi nimekuwa ni mchangiaji wa damu kwa miaka zaidi ya 10 na nitaendelea kurudi kuwachangia Watanzania, lakini kwa siku ya leo tumekuja na kamera, damu haitoshi. Kwa hiyo tukaangalia watu wengine wanaotolewa damu, naweza kujifunza sasa watu wanaochangia wanatakiwa waweje, na uhaba wa damu nchini, na katika ofisi wamejipangaje kuhakikisha damu inapatikana Tanzania nzima. Asante sana. Mtazamaji, sasa tunaingia kwenye chumba cha uchangiaji damu. Pamoja na kwamba siendi kuchangia kutokana na uchache wa damu yangu, lakini kuna watu ndani wanachangia. Tungependa kuwahoji sasa maofisa na kuona hali halisi kinachoendelea hapa. Asante. Okay. Labda watazamaji wangependa kujua unaitwa nani na wewe ni nani katika ofisi hii? Naitwa Desteria Nanyanga, ni afisa uhamasishaji kutoka mpango wa taifa wa damu salama kanda ya Mashariki. Kwa hiyo mchangiaji damu anapofika chumba hiki ni chumba cha kutolea damu. Akifika hapa atakutana na mhudumu ambaye anahusika eneo hili, atampa mfuko wa kuchangia damu ambao mfuko utabandikwa namba, utawekwa namba kwenye mfuko, itawekwa namba kwenye vakutena test tube kwa ajili ya kufanya testing mbalimbali. Hii namba hiyo itabandikwa kwenye ile fomu ambayo utakuwa nayo, pia itabandikwa kwenye kadi. Mchangiaji damu atakuwa na kadi ya mchangia damu, itabandikwa pia hii namba. Baada ya hapo basi utaenda kwenye kitanda na utachangia damu. Ni huko hapa siku ya leo. Mimi naitwa Peter John Majaliwa, nimekuja kuchangia damu. Kuchangia damu kwa hiari ama una mgonjwa? Kwa hiari yangu mwenyewe. Na hii ni mara yako ya kwanza? Hapana, sio mara ya kwanza. Nini kinachokufanya unakuja kila wakati hapa, na nani alikuelekeza katika eneo hili? Mimi nimemasika tu kutokana na vyombo vyombo vya habari wanavyotangaza kwamba kuna matatizo, kuna watu wengi wanahitaji huduma ya damu. Sasa na vijana kama sisi tuna damu, kwa nini tusije kujitolea? Lakini kumekuwa kuna imani potofu. Baadhi ya Watanzania wanaambiwa kutoa damu, wanasema kwamba damu yangu inaenda kutumika nisipojua, sijui anaekewa nani. Wanaihusisha dhana hii na mikosi na mambo ambayo ni ya kizamani. Lakini kingine wanasema kwamba tunatoa damu bure, lakini damu hizi zinakwenda kuuzwa sehemu mbalimbali. Hili unalizungumziaje? Unawaambia nini watazamaji? Mimi nasema hapana, hii damu haiendi kuuzwa, bali inakwenda kwa wale walengwa. Sababu hospitalini kuna matatizo, kuna maajali mengi yanapatikana, watu wanatoa damu wanakufa. Yaani watu wengi wanakufa kwa sababu ya kukosa damu hospitalini. Sasa utakuja kukuta kama mtu amepata ajali, kuna maajali mengi yanatokea na tunayashuhudia kwenye vyombo vya habari, tunaona. Na wagonjwa wengi wanakuaga hospitalini, hususan kama wagonjwa wa ajali, huaga hawana ndugu wa kuweza kuwapatia damu. Mimi na imani kabisa hii damu tunawasaidia wale ambao hawana ndugu wa kuweza kuwasaidia. Kwamba hii damu inakwenda kuuza, mimi hilo nakataa. Mtazamaji, huyu ni Mtanzania mwenzetu. Kama mnasikia kuna kelele fulani inakuja hapa, tungependa kuzungumza na mmoja wa wafanyakazi katika kitengo hiki. Labda ujitambulishe, unaitwa nani? Na tunasikia kelele kutoka kwa mmoja wa wachangiaji. Ni nini? Naitwa Judith Chale, ni mtaalamu wa kutoa damu. Hii ni mashine ambayo inakuwa inaangalia damu jinsi inavyotoka. Kwa hiyo inaangalia mtiririko mzima wa damu. Kama damu ikishajaa, basi inatoa mbio wa kukuambia wewe mtaalamu kwamba damu tayari imeshafikia kiwango kile ambacho kinatakiwa.
Kwa hiyo mtaalamu anachotakiwa ni kutoa damu na kumwacha mchangia damu aweze kupumzika. Pole. Utoaji damu kuanzia anachomwa sindano mpaka kujaza mfuko unaweza kuchukua muda gani? Kwa kawaida ni kuanzia dakika 5 mpaka 7 na wengine mpaka 10, lakini mchangia damu anatakiwa awepo kwenye hiki kitanda cha kutolea damu. Asikae hapa zaidi ya dakika 15. Yeah. Zaidi ya dakika 15 hata kama damu itakuwa haijajaa basi ndio procedure inakuwa tayari imeishia hapo. Yeah. Unajisikiaje baada ya kutolewa damu? Anajisikia salama tu. Kila laheri. Asante. Mtazamaji, sasa tutapenda kujua maswali kadhaa, kwa hiyo nitaketi na mmoja na mhamasishaji wa kituo hiki ambapo tutazungumza naye kuweza kupata majibu mengi ambayo najua maswali yenu sasa hizi vichwa vyenu vikijiuliza hapa wanafanya nini na kuwaje na hatua zote, basi tutamsikia mhamasishaji wetu. Labda tuambie upatikanaji wa damu nchini Tanzania sasa hivi ukoje, hali halisi ya upatikanaji wa damu? Okay, asante. Hali halisi ya upatikanaji wa damu kwa sasa hivi nchini Tanzania iko tofauti na miaka 2-3 ya nyuma, kwa sababu mwanzoni kabisa ni mpango wa damu pekee ndio uliokuwa unafanya kazi ya kutoa elimu, kuhamasisha, kukusanya damu, kupima na kupeleka hospitalini wagonjwa wanaongezewa. Na mahitaji ya damu ni chupa 400,000 mpaka 450,000 kwa mwaka. Lakini kwa kipindi hicho chote tumekuwa tukikusanya chupa takribani 150,000 mpaka 160,000. Kwa hiyo hamjafika hata nusu. Hatujafika hata nusu. Kwa hiyo serikali kwa kuona kwamba hatujafikia malengo kwa muda mrefu, kwa hiyo ikashirikisha hospitali zote za halmashauri nchini zianzishe vituo vidogo vya kuchangia damu ndani ya hospitali husika ili tuweze kukidhi mahitaji. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa jirani na hospitali zile au na mgonjwa katika hospitali husika, basi kuna vituo vya damu salama katika hospitali za halmashauri nchini. Kwa hiyo kwa kushirikisha hospitali za halmashauri kwa kiasi kikubwa tumeweza kupunguza vifo vilivyokuwa vinatokana na ukosefu wa damu. Katika upatikanaji wa damu hospitalini, wengi pia wana uelewa, wanaamini ya kwamba ukifika hospitalini basi ndio unapaswa uchangie damu, au mwingine anaamini kwamba nikitoa pesa nitapata hii huduma ya damu. Kwa hiyo ile imani ya kwamba lazima damu inauzwa wakati mwingine anayechangia hii damu iuzwe, ni ile imani ambayo tayari tumeshajijengea kwamba nikitoa pesa nitapata hii huduma ya damu. Kwa hiyo kwa sababu tuna imani hiyo, wengi wanarudi nyuma, wanakuwa hawachangii damu. Wengine hawajui kwamba wana haki ya kupata hii huduma ya damu pasipo kutoa malipo yoyote. Kwa hiyo bado tuna kazi ya ziada ya kuhamasisha wananchi waweze kugundua kwamba huduma ya damu ni bure, inapatikana pasipo malipo ya aina yoyote kwenye hospitali zote za serikali na zisizo za serikali. Huduma ya damu inatakiwa iwe bure, lakini huduma ya damu utaipata pale kwa urahisi zaidi kama damu itakuwepo hospitalini. Kwa hiyo ili damu iwepo hospitalini, maana yake inatakiwa wananchi tuhamasike, tuchangie damu ili tutakapofika hospitali basi tuweze kupata ile huduma tuliyoitarajia. Tuna system kwamba kila mchangiaji damu anaingizwa kwenye database, na tuna vituo vya damu salama takribani 6 nchi nzima. Tuna kanda ya Mashariki hapa tulipo Dar es Salaam, tuna kanda ya Ziwa Mwanza, tuna kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, tuna kanda ya Kusini Mtwara, kanda ya Magharibi Tabora na kanda ya Kaskazini Kilimanjaro. Kwa hiyo kokote tuna mfumo unaofanana wa kutunza kumbukumbu za wachangiaji damu. Labda katika uzoefu wako ni kundi gani ambalo linakuwa shida sana kupatikana kwa damu yake? Kundi ambazo ni adimu ni haya yenye negative. Group A negative, group B negative, O negative, AB negative. Haya makundi huwa ni adimu. Na tunavyomkuta mtu ana kundi la damu hilo kundi fulani negative, basi tunamweka kwenye kumbukumbu zetu, kwenye database zetu kwamba hili ni kundi la wenye makundi adimu. Kwa mfano mpaka sasa hivi tuna group la wachangiaji damu na liko actively na mwenyekiti, mweka hazina, katibu, kundi O negative. Kwa hiyo ikipatikana tuna mgonjwa anahitaji group O negative,
ni miongoni mwa makundi ya dimu, basi tunapigia simu uongozi wa hilo kundi na anaangalia kwenye kumbukumbu zake watu gani ambao wanastahili kuchangia damu kwa kipindi hicho, basi wanakuja wanatoa huduma ya damu. Labda utuambie wahanga wakuu wa damu katika jamii yetu ni watu wa aina gani? Okay, wahanga wakuu wa damu katika jamii yetu ni wakina mama wajawazito wanaokuwa na shida ya damu kipindi cha ujauzito au kipindi cha kujifungua. Tunajua kwamba mama anapoenda kujifungua anapoteza damu nyingi, kwa hiyo wengine wanapata complication wakati wa kujifungua, inapelekea lazima waongezewe damu. Vile vile kuna watoto wadogo wenye chini ya umri wa miaka 5. Watoto hao mara nyingi huwa wanasumbuliwa na malaria, na malaria ni ugonjwa ambao unachangia kwa kiasi kikubwa watoto kupungukiwa na damu. Vile vile tuna ajali mbalimbali za barabarani ambazo zinatokea kila kukicha. Waendesha bodaboda wanapata ajali sana, wengi wanaenda kufanywa upasuaji, na wakati wa upasuaji ni lazima kuwe na damu ya akiba. Kama atakuwa amepoteza damu nyingi, basi aweze kuongezewa. Vile vile tuna upasuaji mbalimbali ambao unatokea kwenye hospitalini. Watu wanafanywa upasuaji mbalimbali, labda ni mama mjamzito, watu wana uvimbe na nini. Kwa hiyo pia ni makundi ambayo yanahitaji damu. Tuna wagonjwa wenye sickle cell, wanahitaji kuongezewa damu mara kwa mara. Kwa hiyo ni miongoni pia ya makundi ambayo yanahitaji damu. Kwa mfano tu tutakuwa na zoezi la uchangiaji wa damu siku ya tarehe 26, siku ya Jumamosi. Tutakuwa na zoezi kubwa sana. Kuna jumuiya ya Waislamu inaitwa JAI ambao wenyewe wamejihamasisha Tanzania nzima, watakuwa na mkutano wao mkubwa sana katika viwanja vya Mwembe Yanga Mbagala, Mwembe Yanga Temeke. Kwa hiyo pale watachangia damu takribani, wana lengo la kuchangia damu watu 3,000. Kwa hiyo kwa kupitia makundi haya, kupitia katika taasisi mbalimbali za dini, tunajitahidi kwenda kuwahamasisha na kuwaomba waweze kuchangia damu ili tuweze kupunguza hivi vifo vinavyotokana na uhitaji wa damu. Mpenzi mtazamaji, ni katika eneo hili, ofisi hii ya mpango wa taifa wa damu salama jijini Dar es Salaam, tukizungumza na mmoja wa wahamasishaji wa ofisi hii kuhusu uchangiaji wa damu. Tunakwenda mapumziko, tukirudi tutaendelea. Usiondoke, kipindi ni Mimi na Tanzania. When it's gotta be cool blue, settling will make it true. When it's gotta be juicy orange, settling will have that range. But when it's gotta be dazzling gold, settling will make it strong and bold. There is only one paint that won't let you down, to make your world what you want it to be. It's gotta be settling, settling. Color your world. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi cha Mimi na Tanzania, sehemu ya pili, tukitokea jijini Dar es Salaam katika ofisi ya mpango wa taifa wa damu salama, na tulikuwa tunazungumza na Desteria Nanyanga ambaye ni mhamasishaji katika ofisi hii, na tunaendelea naye. Desteria, kumekuwa kuna malalamiko sana katika baadhi ya hospitali nchini Tanzania kwamba kuna uuzwaji wa damu, hata kuonyesha kwamba labda ofisi fulani au wizara husika, hasa wizara ya afya, haifuatilii swala hili. Hili unalizungumziaje? Ni kweli malalamiko ni mengi yamekuwa yakitokea kutoka hospitali tofauti pamoja na wananchi kwa ujumla, wakilalamika kwamba huduma ya damu imekuwa sio vile walivyotarajia. Wengi wanaamini na wengine wameshauziwa damu. Hivi vitu vinatokea, lakini kuna watendaji wachache, sio wote, katika hospitali ambao wanatumia hiyo nafasi ya kutumia zile damu ambazo mwananchi ametoa damu bure pasipo, yani kwa hiari yake, anajikuta mwisho wa siku ile damu anauziwa. Kwa hiyo ikitokea swala kama hilo, sisi hatua tulizozifanya ili kuhakikisha kwamba mwananchi aweze kupata huduma ya damu bure, kwanza kabisa tunatoa elimu kwamba upaswi kuuziwa damu. Damu inatakiwa kutolewa bure, lakini mwananchi aweze kuchangia damu ili hiyo damu iweze kupatikana. Cha pili, tumetoa mabango kwenye hospitali zote ambazo tumebandika sehemu mbalimbali, wodini na sehemu zingine ambazo mwananchi anaweza kupita na kusoma kwamba damu ni bure, haupaswi kuuziwa damu. Pamoja na hiyo, kuna agizo limetolewa katika uongozi wa hospitali zote kwamba waweke namba za simu
ikitokea mtu anapata shida ya damu, anaambiwa atoe pesa, basi apige simu kwa mganga mkuu hospitali husika, au apige simu TAKUKURU, kuna ile namba ya TAKUKURU ni bure kabisa, au apige simu kwenye mpango wa taifa wa damu salama ulioko katika kanda husika, ili basi aweze kupata hiyo huduma ya damu kwa urahisi zaidi. Vigezo ambavyo mtoaji damu anatakiwa awe navyo kabla ya kutoa damu. Ya mchangiaji damu anatakiwa kuwa na vigezo mbalimbali ili mwisho wa siku aweze kuchangia damu, na tumeweka hivi vigezo ili kuilinda afya ya mchangiaji damu mwenyewe asipate madhara baada ya kuchangia damu, na vile vile kumlinda yule ambaye anaenda kupokea ile damu aweze kupata damu iliyo salama kweli. Kwa hiyo miongoni mwa vigezo vya mchangiaji damu, kigezo cha kwanza kabisa, mchangiaji damu anatakiwa awe mwenye afya njema siku ambayo anachangia damu, asiwe katika matibabu ya aina yoyote. Vile vile mchangiaji damu awe na umri wa miaka 18 mpaka 65. Sambamba na hilo, mchangiaji damu anatakiwa asiwe na magonjwa ya kudumu kama vile kisukari, asiwe na tatizo la pressure, asiwe na maradhi ya moyo, asiwe na ugonjwa wa kifafa. Vile vile mchangiaji damu kuna hatua mbalimbali atakazopitia kabla ya kuchangia damu. Hatua ya kwanza kabisa atapita kwa mshauri, atapita kwa data clerk, yani mtunza kumbukumbu. Pale taarifa zake binafsi zitachukuliwa, kuna dodoso atajaza. Baada ya hapo atapima uzito wake. Mchangiaji damu anatakiwa na uzito kuanzia kilo 50. Hatua ya pili atapita kwa mshauri na saa. Kuna maswali machache ataulizwa kuhusiana na afya yake pamoja na mienendo yake kwa ujumla, pamoja na kupimwa kiwango chake cha damu kama kinatosha kutoa damu. Baada ya hapo ataenda kwenye hatua ya tatu ya kuchangia damu, na atakapomaliza kuchangia damu, kiasi cha damu atakachokitoa ni mililita takribani 450. Baada ya kuchangia damu ataenda hatua ya 4 ambayo ni hatua ya mwisho. Pale ataenda kupata viburudisho kama vile atapata maji, soda, biscuits. Baada ya hapo basi atakuwa amemaliza kuchangia damu na anaweza akaendelea na shughuli zake kama kawaida pasipo kupata shida yoyote. Desteria, mimi nimekuwa mmoja wa wahanga leo wa kutofikia vigezo hivyo. Nimeambiwa damu yangu ni ndogo, lakini sijapata sababu. Inatokana na nini kwa damu haifikia, yani hujafikia kiwango cha kuchangia? Ya, sababu ni nyingi zinazompelekea mtu kuwa na kiwango kidogo cha damu, na imaanishi kwamba wewe una kiwango kidogo cha damu basi unatakiwa uongezewe damu. Maana yake wewe damu ulionayo inakutosha wewe mwenyewe. Kwa hiyo sababu ni nyingi. Sababu ya kwanza, yawezekana chakula labda unachokula hauli chakula chenye madini ya chuma kwa wingi kitakachokusaidia wewe damu yako iweze kuongezeka kwa haraka. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, yawezekana ndivyo ulivyo, kiwango chako cha damu kiko hivyo. Hakiwezi kuongezeka, ndivyo hivyo ulivyozaliwa, ndo maumbile yako. Sababu ya tatu, kuna magonjwa mbalimbali yanayopelekea. Yawezekana ulikuwa na malaria muda mfupi uliopita, kwa hiyo imepelekea wewe damu yako kuweza kuwa kidogo kwa sasa hivi, lakini baadaye ukirudi damu yako inaweza ikaongezeka. Yawezekana una minyoo, yawezekana mtu mwingine ni mjamzito hujajijua siku unaokuja kuchangia damu. Kwa hiyo sababu ziko nyingi. Mtu ambaye yupo tuzungumzie Ruvuma, yuko mbali ya mikoa mikubwa, Lindi, anataka kwenda kutoa damu na Njilinji huko kijijini, anakwenda wapi? Mtu ambaye labda yuko wilayani, unaweza ukaenda kuchangia damu katika vituo vya damu salama vilivyoko katika kanda husika. Kwa wale wa Dar es Salaam hapa, katika hospitali za Mwananyamala, hospitali ya Amana, hospitali ya Mbagala, Sinza, Vijibweni, huko kote kuna vituo vidogo vya uchangiaji wa damu. Mnazi Mmoja pia tuna kituo kidogo cha uchangiaji wa damu. Kwa hiyo ukiwa unahitaji kuchangia damu, basi tembelea katika hizo hospitali na utaweza kupata huduma ya damu, au unaweza hata ukapiga simu ili uweze kupewa taarifa sahihi. Piga simu 0715 33 92 82. Ukipiga namba hiyo basi utaelekezwa popote pale ulipo, hata kama uko na Njilinji. Ukipiga hii namba utaambiwa kituo gani cha karibu na wewe ili uweze kwenda kuchangia damu.
Mtazamaji, tunafika tamati ya kipindi cha Mimi na Tanzania. Mambo makuu ambayo tumejifunza leo katika ofisi ya mpango wa taifa wa damu salama ni pamoja na kwamba utoaji damu ni moyo na sio biashara, na kama ukitoa umemsaidia Mtanzania mwingine na umesaidia familia yako. Lakini kabla ya kutoa basi tujiandae na mambo mengi, kuanzia kujua afya yetu, lakini vile vile kula vizuri, na tumesikia hapa madini ya chuma, na kikubwa zaidi kujua kundi lako la damu, kwa sababu kuna kutoa lakini kuna kupata ajali, kusaidia kupatikana kwa damu ya haraka na kujua kundi lako la damu kama ni A au AB au 0 O minus au plus. Na tumeambiwa wahanga wakubwa wa utumiaji wa damu ni wanawake wenye ujauzito na watoto na watu wanaopata ajali barabarani au ajali mbalimbali, ndio wahanga wakuu, ndio wanaotumia damu nyingi sana nchini Tanzania. Lakini kikubwa zaidi, mpenzi mtazamaji, uhamasishaji unaanza na sisi. Tusingoje kuhamasishwa. Hili la kusaidia kwa kutoa damu yako, basi huyo mwenye damu ambayo si nyekundu labda ndo aseme hayuko tayari kutoa au kuchangia. Uhamasishaji wa kutoa damu unaanza na sisi. Na mpenzi mtazamaji, tuanze sasa. Tumesikia vigezo vyao ni pamoja na afya njema, umri miaka 18 hadi 65, uwe na kilo sio chini ya kilo 50. Kwa hivyo ni baadhi ya vigezo, lakini unaweza kwenda kwenye tovuti yao ya info@nbts.go.tz na Facebook yao ya Changia Damu TZ, kusudi muweze kujifunza zaidi na kuuliza maswali. Kutoa ni moyo, usambe utajiri. Leo tumekuja kuwaomba kutoa damu yenu, sio pesa, kuchangia damu kwa maisha ya Watanzania. Ni kuage siku ya leo. Endelea kufuatilia kipindi chetu cha Mimi na Tanzania. Ni waage siku ya leo. Nasema kutoa ni moyo, usambe utajiri. Sema alamsiki, nikitokea Dar es Salaam katika ofisi hii ya mpango wa taifa wa damu salama. Niko na Kim Magawa na Sam Sewando. Nasema usiku mwema. Kipindi hiki cha Mimi na Tanzania kimeletwa kwenu na Salolin, Color Your World, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi, pamoja na taulo za HC, ushindi wa kila mwanamke. When it's gotta be cool blue, Salolin will make it true. When it's gotta be juicy orange, Salolin will have that range. But when it's gotta be dazzling gold, Salolin will make it strong and bold. There is only one paint that won't let you down, to make your world what you want it to be. It's gotta be Salolin, Salolin. Color Your World. Labda niulize, ni nini siri ya kujistiri kama mwanamke? Muna, embu tuambie. Siri kubwa ya kujistiri kama mwanamke ni kuvaa mavazi yenye heshima. Vizuri sana. Sasa leo nina siri kubwa zaidi. Hii ni pedi ya Human Cherish au HC. Inakuja kwa size tofauti tofauti kulingana na mahitaji. Ni pedi inayokufanya ufurahie uhuru wako kama mwanamke, kwani inakaa vizuri na ina wembamba fulani hivi amazing. Na cha kushangaza zaidi, HC ina ubaridi wa kuburudisha, iliyotengenezwa kwa pamba kwa 100%, inayowezesha kufyonza unyevu wote kwa haraka na kwa wingi. Pia haivujishi, haichubui, haina muwasho, inakuweka mkavu wakati wote, hivyo huna sababu ya kubadili mara kwa mara. Na ina harufu nzuri ya jani la mchaichai ambayo itakufanya ujisikie fresh siku nzima. Hata ukiwa nyumbani, mazoezini, utajisikia kuwa huru, kwani HC Ped ndiye mama wa pedi zote ulizowahi kutumia. Kweli, HC Ped ni ushindi wa kila mwanamke.